Kama umekuwa ukipitia changamoto hii, unawapa kuku mayai ili waweze kuwatamia na uweze kupata matokeo. Lakini wakati mwingine unaweka mayai yako kwenye mashine kwa ajili ya kutotolesha, lakini bado matokeo huyaoni. Unajikuta kati ya mayai 12 uliompa kuku wako ni mayai 5 tu yametotolewa. Na wakati mwingine anaweza akatotoa mayai 10 kati ya 12, lakini vifaranga wasiwe na afya nzuri wakaweza kufa. Tumia sekunde hizi 60 uweze kunisikiliza. Kuna mambo makubwa 4 ambayo ninakwenda kukueleza, ambayo yatakusaidia sana kama unataka kukuza biashara yako ya ufugaji. Na jambo la msingi katika ufugaji ni lazima uhakikishe kwamba unaongeza idadi ya kuku, kwa sababu idadi kubwa ndiyo itakayokupa matokeo na faida kubwa. Sasa yako mambo 4 ya msingi sana ambayo unatakiwa uyazingatie kama unataka kuzalisha vifaranga bora. Na jambo la kwanza, mbegu yako ni gani? Ni lazima uangalie mbegu unayoitumia. Kwa hiyo ni lazima jogoo wako awe na afya nzuri, awe na uwezo wa kupanda, awe amelelewa vizuri kiasi kwamba anaweza kuzalisha. Kwa hiyo ni lazima uangalie mbegu, ikiwa ni pamoja na jogoo na matetea unayoyatumia. Wasiwe kuku wazazi ambao wana magonjwa, ambao wanaweza wakaleta shida hapo baadaye. Lakini jambo la pili ni saizi ya mayai. Angalia mayai, unapokuwa ukichagua mayai yasiwe makubwa sana, kwa sababu yai kubwa inakuwa na yoko 2, lakini yai likiwa dogo sana, kifaranga wake hataweza kuhimili maisha. Kwa hiyo ni lazima uangalie yai lenye saizi ya kati, umbo ambalo sio la mduara sana na ambalo halijachongoka sana. Lakini jambo la tatu, umri wa mayai. Inashauriwa kwamba yai bora kwa ajili ya kutotoleshwa ni kati ya siku 3 mpaka siku 7. Zaidi ya hapo, zaidi ya siku 10, uwezekano unaanza kupungua wa mayai yako kuweza kutotolewa. Kwa hiyo jitahidi sana mayai unayototolesha yawe na umri mdogo. Lakini jambo la 4 na la mwisho ni usafi wa mayai na ubora wa nje. Angalia mayai yako kama yana kreki, kama ni masafi, kabla hajaenda kutotoleshwa, kwa sababu yai pia lina mfumo wa hewa wa kupumua. Kifaranga anapokuwa ndani huwa anapumua. Kwa hiyo ni lazima yai yako liwe safi ili kusudi mazingira ndani ya kifaranga yaweze kuwa bora zaidi. Naamini umejifunza kitu. Kama wewe unatamani kuanza kufuga na bado hujapata mwongozo kamili, unaweza ukanitafuta. Tunao mwongozo wa ufugaji ambao utakuelekeza hatua kwa hatua namna ya kufuga. Na mwongozo huu ni shilingi 10,000 tu. Kwa hiyo kama upo tayari, unaweza kutumia mwongozo huu kubadilisha safari yako ya ufugaji. Bye bye, mpaka wakati mwingine.